Secret Window. Mambo vipi ndugu mtazamaji wetu wa kipindi chetu cha Secret Window kutoka hapa Mungo Super Brand. Kama ilivyo kila Jumatatu tunakutana kuelimishana kuhusu mada mbalimbali za kiuchumi na kijamii. Katika Jumatano ya leo upo na mimi mtangazaji wako Elfrida Prosper kutoka hapa Mungo Super Brand. Leo tupo na vijana wapambanaji ama vijana ambao wamekuja kwa niaba ya vijana wapambanaji wote kuelezea mada tofauti tofauti ambayo itakuwepo leo, kutoa michongo tofauti tofauti kwa ajili ya vijana wengine pia wapambanaji. Karibuni sana kwa kipindi. Kiukweli leo tupo na mada kubwa sana ambayo mada hii imeshika kasi duniani kote. Mada hii ni maarufu kama akili mnemba au AI ambayo inajulikana kwa jina la AI. Vijana hawa waliopo leo wataenda kufafanulia katika nyanja tofauti tofauti, kielimu, kiuchumi, lakini pia katika swala zima la ubunifu, ambapo wataenda kufafanulia na kujua jinsi gani nyanja hizi zinatumia AI ama AI inatumika katika nyanja hizi katika mambo tofauti tofauti. Baki nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki ili uweze kujifunza mengi. Nipo na vijana hawa, lakini naomba nianze na kijana wa kwanza aweze kutufafanulia katika nyanja ya elimu AI inatumikaje ili watazamaji waweze kupata mafunzo tofauti tofauti. Karibu sana. Tungependa kufahamu kwanza majina yako. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji kwa nafasi hii. Kwa majina naitwa Kelvin Sabuni na nitaelezea moja kwa moja jinsi ambavyo artificial intelligence au AI inanufaisha katika nyanja ya elimu. Katika nyanja ya elimu nikianza moja kwa moja na wanafunzi huwa wanapata ujuzi au elimu au naweza nikasema material kutokana na vile vitu ambavyo wamevisoma shuleni. Hii inawasaidia kuongezea ile elimu ambayo wameipata kutoka kwa walimu. Sasa wanaenda Google, wanapata moja kwa moja kile kitu ambacho wamefundishwa na zaidi. Kwa hiyo hii inawasaidia hata wao kuwa na ujuzi wa ndani zaidi katika kile kitu ambacho anakisoma au anakipitia. Lakini pia AI inasaidia pia hata walimu katika mambo yao ya kiutawala pia. Sawa. Lakini pia katika masuala ya kuandaa notes za kuwafundishia wanafunzi na vitu kama hivyo, wanaweza wakaitumia AI katika kujiongezea zaidi ujuzi, sawa, na kupata material zaidi katika vile vitu ambavyo wanaweza akaenda kuwafundisha wanafunzi. Sawa, lakini pia kwenye masuala ya kiutawala pia direct wanaweza kutumia AI. Kwa mfano, kuna baadhi ya mitihani unaweza kutengeneza kwa kutumia AI, lakini pia kuna baadhi ya mitihani pia inasahihishwa kwa kutumia AI. Kwa hiyo itarahisisha kazi za walimu na kufanya kuwa kazi nyepesi. Lakini pia AI tukiongelea kwa namna nyingine kwa asilimia kubwa sana kwa sasa hivi inatengeneza wanafunzi, yani inatengeneza wafanyakazi ambao kwa sasa ni wanafunzi kwa miaka ijayo, kwa sababu asilimia kubwa ya vitu ambavyo vinafanyika makazini kwa sasa hivi inategemeana na vinatumika na AI, yani kwamba kuna application kubwa sana AI katika makazini. Kwa hiyo kwa sasa hivi itawasaidia sana wanafunzi kujiandaa direct, wakiangalia soko la ajira lipo vipi, na wao kujituni moja kwa moja na AI, wajue jinsi gani watenda nayo AI na jinsi gani ambavyo watajikwamua kwa namna moja au nyingine. Kwa mfano, watu wanaofanya kazi ya data analysis kwa asilimia kubwa sana sasa hivi wanatumia AI. Sawa. Kwa hiyo unakuwa hakuna ile mifumo ya zamani ambao walikuwa wanaitumia katika hakuna zile data analysis tools ambazo walikuwa wanazitumia za kizamani. Kwa hiyo sasa hivi wanatumia AI kwa asilimia kubwa sana. Hivyo watoto inamaanisha kwamba wanafunzi ambao wapo mashuleni wanaweza kutumia kwa asilimia kubwa kujifunza kwa namna hiyo kwa ajili ya kujiandaa na kazi za baadaye. Kwa hiyo katika nyanja hizo ambazo nimezielezea, AI inatumika kwa asilimia kubwa sana na inanufaisha sana. Sawa, nashukuru sana. Naamini hata watazamaji wamejifunza kuhusiana na AI katika nyanja ya elimu. Ningependa kufahamu kwa kaka hapo, kwanza utatutambulisha jina lako, lakini pia naomba utuelezee ama uelezee Watanzania katika sekta ya ubunifu AI ina mchango gani? Nashukuru sana kwa nafasi hii ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Amiri Omari. Ningependa kuzungumzia AI kwenye swala zima la ubunifu. AI kwenye swala zima la ubunifu inamsaidia kijana kumpa mawazo ya kibiashara,
ya ubunifu kama mitindo, muziki na kadhalika. Ningependa niende moja kwa moja kwa mfano kabisa mzuri. Sasa hivi kampuni ya simu ya Samsung imetengeneza application ya AI ambayo ipo ndani ya simu, ambayo itamwezesha yule ambaye atapiga picha kwa kupitia simu ile kuiedit na kuweka rangi nzuri au mandhari ya nyuma ya ile picha yawe mazuri kupitia AI. Yani kwa maana kwamba anaweza akapiga picha bila yeye kuiedit na moja kwa moja akaiweka kwenye mfumo wa AI ya Samsung, ambako itamsaidia yeye kuedit, ambako labda yeye picha ni mfanyabiashara, hizo picha anaenda kuziuza, au labda anapiga watu picha ni anapiga picha kwenye mashughuli na kadhalika. Lakini pia si swala la picha tu, yani kwa photography, pia kwenye swala la muziki. Mfano mzuri, kuna msanii anaitwa Baraka the Prince. Alitoa video yake hapo nyuma, ambako ile video yake ilikuwa inaonekana kama ameshoot yupo Dubai, lakini kwa uhalisia ile video ni AI ilitengenezwa tu, yani si kwamba yeye alienda Dubai akashoot. Kwa maana hiyo inamsaidia kijana kwenye swala la ubunifu, yani kwa maana inampanua akili yake. Okay, si lazima niende location niende na vitu, niende na watu wengi, niende na rekodi na kunshumu muda pia, kutoka hapo nilipo, kutoka studio kwenda location pia inamsaidia. Kwa hiyo kwenye swala la ubunifu AI ni nzuri sana. Lakini pia kwenye swala la biashara, yani ubunifu wa kibiashara, unaweza ukawa una project yako unataka kuanzisha, lakini haujui unahitaji kuwalenga hasa watu wa aina gani. Lakini kwa kupitia AI unaweza ukawa na project yako ukaiandaa vizuri na ukampa, yani wewe unaenda kumpa tu yeye, AI itakuandalia project nzima, itakupa suggestion ya watu ambao watakuwa wanafaa kwenye ile project yako, yani kama ni vijana, wazee au rika la chini, yani kama hili swala la elimu, yani AI inakusaidia kila kitu kwenye swala la ubunifu. Lakini pia unaweza ukasema AI inaweza kukusaidia kwenye ubunifu. Kwa mfano labda wewe ni kijana unataka kuanza biashara yake. Unajua vijana sasa hivi wengi wanakimbilia kwenye masuala tu ya kuuza nguo, yani zile biashara luxury, lakini kuna AI inaweza ikakupa mawazo tofauti. Unaweza ukapeleka pale wazo lako, labda nataka nifungue duka la nguo maeneo fulani. AI akakushauri, akakwambia maeneo fulani ukifungua duka la nguo haitopendeza sana, lakini kutokana na maeneo hayo ulipo, unapotaka kufungua duka la nguo, kwa nini usifungue duka la nafaka? Yani kwa maana kwamba anaweza kukushauri pia kwenye swala la kilimo, kwa maana anaweza kaona eneo ambalo unataka kuchagua biashara ambayo unataka kufanya, akakushauri kwa nini sehemu hii tusitumie kama, yani tukafungua duka la nafaka. Kwa hiyo AI kwenye swala la ubunifu iko vizuri sana, inasaidia sana vijana. Sawa, tunashukuru katika swala la ubunifu. Naamini umeelezea kiundani zaidi, watu wamejifunza namna gani wanaweza kutumia AI katika kufanya ubunifu tofauti tofauti. Kaka, hapo mwisho tungependa kufahamu AI inasaidia vipi katika swala zima la uchumi, kwa sababu hatuwezi tukatumia darasani, hatuwezi tukatumia kujiburudisha kama hivyo ubunifu. Je, ina mchango gani katika kuinua uchumi wetu? Naomba kufahamu, lakini pia utatutambulisha wewe ni nani? Asante sana ndugu mtangazaji. Majina naitwa Shafii Amri. Naenda kujibu moja kwa moja swali lako linauliza kwamba AI au artificial intelligence inawezaje na itatusaidia vipi kwenye uchumi. Kama kijana mwenzangu hapa alivyosema kwenye swala zima la biashara, vijana wengi sasa hivi wanatumia AI kwa kuuliza njia nyingi kwa kupata mbinu, pamoja na kujua hata masoko, jinsi hata kama nataka nifungue biashara yangu, je, itafaa soko langu liwe sehemu gani? Aidha labda sehemu za stand, yani sehemu za, yani ni soko langu la hii biashara itabidi nifungue sehemu gani iweze kuenda vizuri. Pia atakuwa na hoji hizi kwamba hizi na labda nafaka au kwamba bidhaa hii ni sehemu gani inaweza kafaa ikatembea vizuri na watu wanaweza kujipatia ajira. Vijana wengi sana wanaogopa biashara, yeye kidogo anawapa elimu, japokuwa elimu nyingine, maana elimu siku hizi nyingi inabidi utoe hela upate elimu, ufundishwe vitu vingi, ila siku hizi vijana wengi wanatumia AI
kwa kupata elimu kuhusu ndo kama hivyo biashara, jinsi gani kwenye ubunifu, kwenye kubuni vitu. Tuna wasanii wanatumia sana AI, tuna watu content creator wanatumia sana AI. Hivyo inawasaidia vijana wengi kujipatia ajira. Ndipo utapopata ajira, vijana wengi wakawa na ajira, wakawa wanafanya kazi na kutafuta uchumi na kutafuta kupata kipato. Ndo na sisi inaweza kutupelekea sasa kupandishia uchumi. Pia na kingine kwenye swala la elimu, labda watu wengi sasa hivi wanatumia AI kwa kutafuta elimu kwenye vitu mbalimbali, aidha labda kiachana tu na biashara, aidha labda kilimo na masuala mazima ya ufugaji, kujua kwamba nahitaji nianzishe mradi labda wa kufuga kuku, nianze vipi, inabidi dawa gani labda za kukinga wadudu, sehemu gani ambazo wadudu labda, yani ni swala zima la elimu wanapata kwenye AI kuhusu mambo kama hayo. Kwa hiyo wakijishughulisha, vijana wengi wako wanajishughulisha na kupata elimu. Wakishapata hizo elimu na kwenda kujishughulisha, sasa pale ndo tunaweza kupata vipato, kila mtu akawa anajitegemea, maana ajira zenyewe siku hizi zimekuwa. Asante sana. Ningependa kuuliza swali, nadhani ni la mwisho kwa faida ya watazamaji. Labda hiyo AI ni kitu gani, kinapatikanaje, ili mtu akitumie lazima awe na kitu gani? Swali langu mtakuwa mmelielewa. Ningependa kujua mawazo yenu kwenye swala hilo, ili sio tu mtazamaji anaambiwa yeye anafanya hiki na hiki, lakini pia hajajua AI ni kitu gani, kinapatikanaje, ili uwe na yeye lazima uwe na kitu fulani, vitu kama hivyo. AI ama artificial intelligence kwa Kiswahili akili mnemba, kwanza kabisa ni programu ambayo imetengenezwa kurahisisha mambo mengi, yani ya maswali. Na programu hii inapatikana kwa mfumo wa application ama mfumo wa website. Programu hii inapatikana kwenye vifaa vyote ambavyo vinatumia mtandao. Mtandao unamaanisha internet, kwa maana ya simu, simu za mkononi hizi zinaitwa smartphones, ama laptop, ama desktop hizi na maanisha kompyuta. Kwa maana hiyo, hii programu imetengenezwa mahususi kwa kusaidia watu kuuliza maswali na kujibiwa kwa haraka zaidi na kwa wepesi zaidi. Kwa maana hiyo, mtu anaweza akawa na swali la aina yoyote akauliza AI na akapata majibu kwa wakati huo huo, na majibu ambayo ni sahihi kwa kile kitu ambacho alikuwa anakiuliza. Kwa maana hiyo, AI ni kitu ambacho kimekuja kufanya maisha yawe mepesi kidogo kwenye swala zima la kufikiria. Hauumizi sana kichwa. Yaani sasa hivi wewe hata ukiamka unajihisi labda niko mnyonge, hakuna ndugu aliyomtafuta, hakuna rafiki aliyomtafuta, kazi zinanisumbua, maisha magumu, unaweza ukaenda kwenye AI ukafika pale akakupa mawazo, yani akawa rafiki yako kwa muda ule. Uzuri AI ni kitu ambacho ile program ilivyotengenezwa, unaweza ukaingia pale kwa wazo lolote, kwa staili yoyote, na AI ikaenda kulingana na wewe ulivyoenda kumuuliza maswali yako. Kwa maana hiyo, AI ni jambo zuri sana, yani linarahisisha sana maisha kwa kipindi hiki kwenye nyanja nyingi sana, yani nyingi sana, kwa vijana, wazee, watu wa rika la makamo, wa mama. Yani ni kitu ambacho kusema ukweli aliyekianzisha big up kwake, kinasaidia sana. Sawa. Kwa maana hiyo, kwa kumalizia kabisa, mtu atakaye kuwa labda na smartphone ama kompyuta ama laptop ana uwezo wa kudownload hiyo application ya AI na akafanya vitu kama hivyo ambavyo mlikuwa mnaelezea, yani kwamba akawa free kabisa kutumia na mambo yake yakaenda sawa. Ama kwa kumalizia zaidi, unaweza kusema AI ni kama mshauri wa vitu tofauti tofauti.
si ndio? Kwa lugha nyingine nzuri zaidi, AI ni rafiki wa akili. Ndugu mtazamaji, na mimi nitakuwa umejifunza mengi sana kuhusiana na elimu hii ya leo ambayo umeipata kutoka kwa vijana hawa, na elimu hii itakusaidia kwamba smartphone yako usiitumie kwa matumizi tu ambayo hayakupi kipato chochote kile. Utakuwa umejifunza mengi sana, utaenda kufanyia kazi. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Elfrida Prosper kutoka hapa Mungo Super Brand. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na comment ili wa kwanza kupata video zetu. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Kwaherini.